katika vitu vya kulinda katika moyo wako ni ibada. Mwambie jirani yako ibada. Mwambie jirani yako ibada. Moyo ukivutwa kati ya uwiano au ukinzani mbili ulio sawa, upande huu kuna kumwabudu Mungu na upande huu kuna mahitaji ya maisha, si ni sawa eh? Mahitaji ya maisha, na ukaupima moyo wako ukaangalia na ukasema iko sababu ya mimi kutokwenda kuabudu, ikawa ni kwa sababu ya kazi kama tulivyosema, inaweza ikawa kwenda kuangalia mpira. Leo katika ulimwengu huu kuna watu wanaweza kuacha kwenda kwenye kuabudu wakaenda kwenye kuangalia mpira kwa sababu muda au wakati umegongana. Tunaelewane? Hapo tayari moyo wako unakuwa umeuondoa kwenye reli ya kumwamini Mungu na kumpa Mungu ile nafasi inayostahili. Lakini kuna watu kwa ajili ya sherehe, si ni sawa? Umewekewa upande huu sherehe na zimegongana muda, na upande huu ibada, si ni sawa? Maamuzi unayoyafanya yanakuondoa au yanakupeleka kwa Mungu au yanakuondoa kwa Mungu, na unajikuta umeingia katika laana bila wewe kujua. Lakini kwa nini tunakuja kujifunza mbele za Mungu? Tunajifunza ndugu zangu, maana Mungu ni mwenye huruma, ni mwenye rehema. Neno lake ni taa inamulika. Mstari wa 10 anasema, mstari wa 10 neno la Mungu linasema, mimi Bwana na uchunguza moyo. Mimi Bwana na uchunguza moyo. Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Bwana Yesu asifiwe.